Anasema alaikum bilqanaa, shikamaneni na kukinai, shikamaneni na kutosheka. Mtume SAW anasema alaikum bilqanaa, shikamaneni na kutosheka. Fa innal qanaa malu la yanfadu, kwa sababu kutosheka ni mali isiyokwisha. Jamani, kutosheka ndio mpango mzima. Usipokuwa na qanaa utafukuzana na hii dunia mpaka unakufa na wala hutaipata. Sawa? Kwa sababu mwanadamu katika maombi yake ni kwamba hatosheki. Mwanadamu katika maombi yake ni kwamba hatosheki. Anasema mwanadamu lau kama angepewa jangwa moja, jangwa lililojaa dhahabu, angetamani awe na majangwa mawili. Na akipata mawili anatamani angekuwa na matatu mpaka manne. Halitashiba tumbo lake mwanadamu ile kwa mjanga. Kwa hivyo qanaa, kutosheka, ni utajiri mkubwa. Anasema katika hadithi nyingine kwamba laisa alghina an kathrati al-arab walakin alghina ghina nafsi, au kuwa utajiri ni utajiri wa vitu, kwamba umejaza magari na nini, majumba. Huo si utajiri, lakini utajiri wa nini? Utajiri wa nafsi. Kutosheka ni jambo kubwa sana. Al-qanaa, kutosheka jambo kubwa mno. Kwa sababu ya kutosheka, hata akipata kitu kidogo kinamtosha, kwa sababu ya kwamba ametosheka. Ni utajiri mkubwa sana. Na Mtume anasema katika hadithi nyingine, kafaa bil mar'i ithman an yuhadditha bikulli ma sami'a, inatosha kwa mtu kuwa ni madhambi kuzungumza kwa kila anachokisikia. Jamani, msizungumze kwa kila mtu mnachokisikia. Mdomo umewekwa unafumba na kufumbuka, au unafunga na kufunguka. Nini maana yake? Kwa sababu kuwe kuna baadhi ya vitu unavinyamazia. Usiseme kwa kila unachokijua, usiseme kwa kila unachokifahamu, usiseme kwa kila unachokisikia. Kuna baadhi ya vitu lazima uvinyamazie. Aswamtu hikma wa qalilu fa'ilu, kunyamaza ni hikma, lakini ina wachache. Ni wachache wenye kuwa nayo, wenye kuitumia hii hikma ya kunyamaza. Kama tumeelewana? Albalau muwakkalun bil mantiqi, balaa yenye kuapishwa kwa kuzungumza. Wewe ukiwa na jambo hapo hukuzungumza, huna tabu, lakini ukishasema balaa limeanza hapo. Ni watu wangapi leo wako kwenye magereza huko kwa sababu ya kusema tu? Kusema kumewaponza. Unaambia umetishia amani wewe. Umepata kesi ya uhaini kwa sababu umesema jambo la kutishia amani. Unafungwa kifungo cha maisha kwa sababu hukufanya, bali umesema kwa kusema jambo kubwa. Lisanuka asaduka in atlaqtahu yaakuluka, ulimi wako ndio simba yako. Ukiiachia kama hukuifunga, inakutafuna mwenyewe. Kusema jamani, kusema lazima tujizuie, useme kila kitu. Kafaa bil mar'i ithma an yuhadditha bikulli ma sami'a, inatosha kwa mtu kuwa ni madhambi kuzungumza kila anachokisikia. Mpaka hapa tusimame, tutaja kuendelea katika hadithi nyingine. Wabillahi tawfiq. Asalamu alaykum.